ili uweze kujua sasa hii changamoto ulionayo inasababishwa na mabadiliko ya hormone au changamoto ulionayo inasababishwa na maambukizi ya bakteria. Kama ni maambukizi ya bakteria, inatakiwa mtibie wote wawili, wewe pamoja na mwenza wako, kwa sababu mara nyingi tunasema maambukizi katika mifumo ya uzazi, especially kwa mwanamke au kwa mwanaume, inatakiwa mtibie wote wawili, kwa sababu akitibiwa mmoja, itafika kipindi wakati wa kukutana mtakutana, lakini mtatengeneza maambukizi mapya. Sawa, maana yake huyu atachukua atamrudishia huyu, huyu atamrudishia huyu. Kwa hiyo it's better mkatibiwa wote wawili. Lakini pia kitu kingine ambacho huwa tunakiangalia kwa umakini zaidi, ni lazima mtu afanye kipimo. Aidha ufanye kipimo cha HVS kwa mwanamke, kile kinaitwa high vaginal swab, ili tuone kama una hizo epithelial cells, una pus cells. Lakini lazima ufanye ultrasound tuone kama kizazi chako kimekuwa kimetanuka, una discharge zozote, ili tuweze kudetermine kama una PID ambayo ni pelvic inflammatory disease. Sawa. Lakini pia ni lazima, endapo kama utakuwa umesumbuliwa na uchafu kwa kipindi kirefu, ni lazima, na tukishagundua wewe una maambukizi, ni lazima ufanye kipimo cha kacha ili tuweze kutuaotesha au bakteria, tujue una aina gani ya bakteria, na ili tuweze kufanya drug sensitivity, tujue ni dawa gani ambayo itakufaa wewe. Kwa sababu hizi changamoto zimekuwa kubwa, wanawake wengi sana wanapata shida. Sasa namna ya kuzisort pia imekuwa changamoto. Lakini pia endapo kama utakuwa na maambukizi ya bakteria ambayo yanatokana na mabadiliko ya hormone, ni lazima utumie dawa za hormone pamoja na dawa za infection ili kuweza kuclear kabisa tatizo. Sasa wanawake wengi leo hii wanahangaika, wamejikuta wanatumia dawa nyingi sana za infection kutibia fungus, kutibia mabakteria infection, wamekuwa hawaponi. Ukiona kama huponi, inatakiwa kukutana na mtaalamu wa afya, umuelezee, ajue kama ni changamoto yako inatokana na mabadiliko ya hormone au infection. Kama ni mabadiliko ya hormone, ni lazima utumie dawa za kubalance hormone.